kule mbinguni unakuja kuniona kama Lazaro na tajiri. Halo, askofu Tenda anakwambia huku tulipo. Tena askofu Tenda ulikuwa ni mshirika wako au askofu Joas au mtumishi wa Mungu? Wale ambao wataki kutengeneza wanasubiri kule kwamba watatuita. Watatuita kama tu kuna wakina kama unafikiri kutania. Uliza wakati Yesu alitembea na kina Petro. Unajua watu wajui siri hizi. Uliza wakati Yesu alitembea na kina Petro. Yule mama alifanya jitihada kubwa sana kumgusa Yesu na damu yake. Wakina Petro ni wakali kule kule. Wamekama kila mara. Wamekama kila mara. Na wanamwakisha Yesu kwamba uliza kwa salama. Na maelezo yao yanatosha. Hakuna haja kugusa hapa. Tuko vizuri kabisa. Tuko vizuri kabisa. Tuko vizuri, hakuna shida. Yesu asingekuwa na macho kiroho angesema iko vizuri. Na ndivyo kanisa, Wakristo wengi hawana macho kiroho. Haoni kwamba hii ni dhambi. Haoni kwamba huu ni ubaya. Wamehalalisha mambo yote kwamba yote kwa Yesu. Haya hata dhambi kwa Yesu. Hakuna yote kwa Yesu. Mwachane hizo kwambi. Mimi huwezi kuzimba kule kwenye kanisa. Yote imeisha. Yote kwa Yesu. Kwa hiyo na wakuzika kaenda yote kwa Yesu. Na wenye maki yote kwa. Siku hizo wameingiza na kwenye makanisa wenye miregezo yote kwa. Na wengine wameingia yu wapi? Tumeingia kanisani. Kanisani na yungu. Eti tupate watu wa kutuimbia. Mimi niwaambia kwenye madhabahu huwezi kuimba hivyo. Shuka chini. Mungusha kiuno. Niambia ndugu. Kama unataka nikurarue, ufanye hivyo vitu kwenye madhabahu ile nyingine. Baba. Hiyo kwa Yesu. Usije kwa Yesu kwa hasara. Amen. Wengi wa Kristo wengi wamefanya hasara. Wa Pentecost wengi wana hasara. Na shetani anacheka. Angalia ile mama aliyokuwa anatokwa na damu. Unajua ni mstari mmoja ulimwokoa. Wakina Petro kwa amemtetea vizuri sana. Mama angelipona. Na wewe huo mstari, bwana mchungaji anakusema vizuri. Mama fulani, toa fungu la kujua mzuri ndani. Wewe umeridhika na hiyo sifa. Hamna. Hata mchungaji asipokushukuru. Asipokusema kisikuumize. Unaweza ukawa unasema watu unawapa sifa kumbe ni wakofu. Ndio sababu wanaleta mafunzo yako. Mimi niwaambia hivi hapa kuna sifa tutafute mbinguni. Hapa kurarua na kupieka. Kwa sababu mimi ndio niliitwa, hujaitwa. Nitakutolea hesabu. Kwa hesabu. Na Biblia inasema wale wao wachungaji. Sasa mimi nataka nikupate kitanzi cha wale wao. Hapa tunaenda mbinguni. Kama tunaenda mbinguni, twende. Wewe ukitaka vya nani? Ndugu yangu, hapa huenda sema haraka yako ndugu yangu. Makanisa yako mengi. Na wewe wengine unasema makanisa yako mengi, umejenga mangapi? Makanisa yako mengi. Umejenga mangapi? Muulize mwenzako kwenye bega msuku, umejenga mangapi? Hayo mengi hayo unayosema yako mengi. Umejenga mangapi? Kesho huku yako mengi. Umejenga mangapi? Merudi wakati nimetoka miaka hii miaka 10. Nimekuta kila kitu kimeharibika. Lakini sasa hivi ukiingia mpaka walioko miaka 10 hawezi kufanya hiyo kazi. Tumevuja kazi yote. Suka vyo kila mara. Na bado anafanya fujo ya Yesu. Yesu ndiye amerudi tao na Yesu amerudi tao. Amen. Fanya fujo ya Yesu. Kila kitu nini? Na yeye mwenye nguvu. Amen. Akikudhamini, akikuheshimu, mheshimu. Amen. Akikupenda, umpende. Amen. Akikwambia songa. Amen. Sikubali kumzalisha Yesu. Hata kama kuna uchungu kiasi gani. Ayubu akubali. Anakuja mkoa kumtia moyo. Kufuru Mungu ufe. Angekuwa ni wewe ni kweli. Huyo sio Mungu. Sio Mungu. Kanisa likiumba kidogo, mchungaji akiumba kidogo, anasema sio Mungu. Na kanisa sio Mungu. Kwani mnatanguliza kwamba huyo sio Mungu? Wako ni upi? Huyu anayeambia sio Mungu.
Na wengine nasema tulishaonyesha. Ulipoonyesha ulikuwa tu. Hao manabii wa uongo kabisa. Sikiliza, yule mama wa Ayubu alikuwa na maneno mazuri, lakini mume wake akubali. Tobea nikamrudisha. Niambie yule mama alifumba mdomo kiasi gani? Niambie mama huyu alionaje huyo Mungu wa Ayubu? Anaweza kumwacha? Mungu wako akisha jibu pigo moja, wengi watakufuata. Akijibu pigo moja, wengi watajua Mungu. Na kuombea iwe hivyo kwa jina la Yesu. Unahitaji miujiza mingi. Unahitaji muujiza huu utakaobadilisha historia. Muujiza huu. Na umesubiri toba ya kweli. Yule mama aliyokuwa anatokwa na damu aliokolewa na mstari mmoja tu, sio maelezo ya wanafunzi wa Yesu. Ukisoma ule mstari wa 33 na 34, tusomee uone. Mstari mmoja umemwokoa. Wewe unataka mambo mengi. Mimi nakwambia hivi, toba hii tunaitubu hii. Marko sura ya 5 33 mpaka 34. Mpaka 34 anasema Na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka. Sikiliza kama akaingiwa na hofu na kutetemeka. Subiri kwanza. Ukikosa hofu yoyote. Kanisa limekosa hofu. Ndio. Mewa. Wanaanza mjadala na mchungaji. Ile mstari inasema msiwaguse wasiwa Bwana waione. Wanaanza mjadala na mchungaji. Watu wamekuwa na mpaka wanahoji pesa za kanisa za mchungaji. Sadaka zetu zinafanya nini? Hivi wewe umekuja kuwa hivi, sikiliza, kama unataka uone utakuwa Yuda. Hicho kitengo achana nacho. Achana cha pesa kujifanyia. Mnatafuta pesa zinazo. Ukienda hivi utakuwa Yuda. Mara mchungaji au wasi wangaika. Hata jinyonga. Unaje kwa baba hata jinyonga. Safari yake haipo. Sasa ndio tatizo la watu wengi ndani ya makanisa. Na baba askofu umesema vizuri. Mimi kule niliposoma mstari kwenye chuo changu kule, nilipokuwa nasema cha miaka 10, wanaitwa majambazi sugu, wanaokula fungu la 10. Majambazi sugu. Huwa wanatafutwa na defender na kikosi maalum. Jambazi sugu mahali SMG mwizi. Sasa ogopa mtu anaiba mbinguni. Huyu anatafutwa na jeshi gani? Kama huu hapa Mbukoba jambazi sugu, inabidi mkoa wote usimame na kikosi maalum kumsaka mpaka mpate. Sasa wewe unayebomoa mbinguni unaona? Sikiliza. Biblia ikisha kuitwa mwizi, ndugu yangu hata mali ukae mali popote. Mwizi anapigwa yowe. Mwizi. Usiende kwenye hicho kitengo. Ndio. Hiyo ni nafasi mbaya. Kuitwa mwizi wa fungu la 10. Mwizi. Umesababisha madhara kila mahali kwenye familia. Umeleta laana mpaka kwa watoto. Umefungua mlango mpaka kwenye ndoa yako. Umeleta mlango umefungua mpaka kwenye afya yako, mpaka kwenye mifugo. Alafu unashindwa kuanguka magotini na kutubu. Angalia mstari wa Mambo 34. Moja tu kama huko. Anasema Mwanzo 33, 34 anasema 34. Akamwambia rudia 33. Na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua lilompata. Sawa kabisa. Akaja akamwangukia, akamweleza kweli yote. Sema kweli yote. Kweli yote. Toba ya kweli. Angalia, yule mama alikuwa anaitwa mama. Muujiza wake wa toba kamsababisha awe binti. Ndio. Sio mama tu, anaitwa binti. Kwa toba ya kweli itasababisha kila kitu kwenye maisha yako kuwa kipya. Ndio. Haijalishi una nini. Yes. Unapoachilia toba ya kweli itasababisha mavuno. Toba ya kweli inasababisha mbingu zinafunguka. Haleluya. Toba ya kweli inamsukuma adui. Toba ya kweli inaleta
uhusiano wako katikati na Mungu, maana unarudi kwenye nafasi yako. Unapewa ile nafasi ya kuitwa mwanangu mpendwa, mnayependezwa naye. Unapata ile nafasi ya heshima. Macho ya Mungu yanakuwepo hapo. Haleluya. Kukosa toba ya kweli unaondoa uhusiano wako na Mungu, na Mungu anakuacha. Hakuna kitu kizuri ambacho ukisoma Biblia na Roho Mtakatifu anakusaidia. Mimi niliposoma ile Luka 15, tunamalizia hapa. Luka 15 na ule mstari, kwa utaanzia mstari wa 11 lakini hatutasoma hapo. Mimi naandika Luka 15 kuanzia mstari wa 11 uende mpaka 22. Lakini mimi nitakupa mstari mchache kusoma. Wewe andika hapa Luka 15 kuanzia mstari wa 11 mpaka 22. Lakini ngoja nikupe mstari mchache. Angalia huyu mtoto kabla ukishaandika. Niangalie. Najua na kumwangalia mwalimu kinasaidia sana. Nawaambiaga hivi, kanisa kule tunafundisha hivi, na nyinyi mlipitia. Kwa mfano ulikuwa darasani, haujui chochote, si ndio? Umekaa na yule anayejua kuandika, unajua kwamba anapatia maswali. Si unafanyaga hivyo? Akiandika 5 wewe unaweka 5. Unatazamia. Unatazamia. Kama ni 7 ni 7. Mkianguka mnaanguka kweli. Akipata na wewe unapata. Sasa na wewe kuna shida gani kutazamia kwa Yesu? Ukakopi vya mwana mpotevu ukaweka hapo ukapata yote. Amina. Ukapata yote. Maana kuna mzee tunasali na wewe kopi hapo. Ndio. Mwana mpotevu alichukua pesa na kile kitu. Lakini angalia tatizo. Zile pesa zote na utajiri wote kaweka kwenye anasa. Maana yake akaenda kwenye starehe, uzinzi, kila kitu. Anasa ikisha sema uzinzi, starehe, anasa nyinyi mnaelewa ina mambo mengi. Amen. Tunaposema dhambi, maana yake tafasiri dhambi ni uasi. Tukianza kutambua dhambi hapa na kucha tutazitambua, tutachelewa. Na jinsi ulivyoweka nywele tutachambua, tutachelewa. Tunakupa jumla. Wewe mwenyewe ndio uchague. Wewe ndio wewe chambua jumla dhambi. Sasa mwambie mzee dhambi. Tunakupa jumla. Wewe ndio unaangalia dhambi gani? Sasa angalia mwana mpotevu. Kitendo cha kwenda kule akapokelewa na watu sahihi. Hii ndio unataka kanisa lielewe. Tuko ndani ya kanisa, tuna marafiki wengine sio sahihi. Ndio. Wameokoka, wanapambia sio sahihi. Ndio. Cheki marafiki ulionao. Hona msaada. Angalia watu. Kuna wengine wanakatisha watu tamaa ndani ya kanisa. Ukifanya hivyo anakuambia hii hamna. Ukifanya hivi achana nao. Nataka nikwambie siri ya mbinguni, na Yesu ameniambia nikwambie. Watu wakikukataa usiwalazimisha wakupende. Watu wakikukataa, narudia, usiwalazimisha wakupende. Kwanza walimkataa Yesu, na mstari unasema watakapowakataa. Sasa huo mstari uone huo. Alafu kitu kingine, watakapowachukia. Uone hiyo. Ndani ya kanisa au kila mahali, watu wakikukataa, usipende watu wakupende wote, wewe sio pesa. Pesa inapendwa na kila mtu, lakini sio watu tunaipenda wote. Ukiona watu wanakukataa, watu wanakuchukia, elewa wewe jina lako limeandikwa wapi? Mbinguni. Kazana. Na nikwambie, Yesu ameniambia nikwambie, Yesu anakupenda. Au wengine achana, Yesu anakupenda. Umekataliwa na mume, Yesu anakupenda. Umekataliwa na mama mkwe, Yesu anakupenda. Umekataliwa na majirani, Yesu anakupenda. Inuka useme haleluya. Sikiliza, kaka usikilize. Usipende watu, sikiliza. Watu watakukataa. Wewe sawa. Mbingu inasemaje? Na huwa mimi nawaambia hivi, sina tatizo. Wacha tusogee hapa duniani. Wacha tupambane hata duniani. Tukifika kwa mwajiri wetu, anayetuajiri ndiye atakayeamua. Wewe kazana, jisifie. Wewe nipinge, wewe nikatae, wewe zungumza unavyoweza. Tukifika mbele za
mwajiri wetu. Biblia inasema kila mtu atatoa hesabu kwa maneno yake. Wewe uliosema vibaya utatoa hesabu, uliomtengenya utatoa hesabu, uliomkataa utatoa hesabu. Afadhali tukae kwa mwajiri mmoja, tupige sauti haleluya. Mwana mpotevu akaenda kule kamalizia. Kanivumilia kidogo. Angalia mwana mpotevu. Akaenda matokeo yake, angalia dhambi ni mbaya sana. Ikamnyang'anya pesa, ikamnyang'anya nguo, ikamnyang'anya viatu, ikamnyang'anya pete, maana agano lake na Mungu, ikamwacha kwaza. Angalia dhambi ilivyo mbaya. Nataka uchukie dhambi. Mtoto wa tajiri ikamtafutia ajira ya kulisha nguruwe kwa Askofu Joas. Sio benki, sio TRA, sio kuuza duka. Dhambi itakuonyesha vitu vizuri. Nataka uchukie dhambi. Mnanielewa? Amen. Hivi hizo nguo ulizovaa kweli una uhakika nazo umezilipia au bado unadai? Hizo nguo ulizovaa kwa sababu unajua ulinunuliwa na awali. Nataka usikilize. Nini mnaweza kufikiri dhambi ni uzinzi tu? Nataka uangalie hizo nguo. Anayekupeleka saruni ni nani? Nataka uelewe. Wewe unaruka tu. Kitu kinabadilisha kana tu. Ni yule tuna mahusiano. Nataka uelewe. Kama unafikiri na kuambia hakuna mbingu ya kucheza. Una uhakika na hicho ulicho nacho? Hiki chuo cha miaka 10, nimesema hivi, kama wangelikuwa wananiruhusu magereza, mimi wachungaji wote wangu wote na waswaka pendo kwanza wakae kule muone alafu turudi. Sasa wakubali. Kama ingekuwa nini? Na wewe ningekwambia twende, maana kitu uliko na vitu. Ndugu yangu, hakuna mbingu ya mchezo. Nimekaa miaka 10 magereza. Nimefunga miaka sita mara 4. Ndani ya miaka 10 nimefunga miezi 6 mara 4. Kwa wiki, yani kwa mwezi nafunga masaa 284. Ndio maisha yangu naishi kwa sasa. Kwa mwezi nafunga masaa 284, ndio maisha yangu naishi. Usinitanie. Hii ni ngoma nyingine Waswahili wanasema. Ni msitu mnene. Wasi ni ngoma wanajua. Nimekuja sasa hivi wanasema, naomba tunaenda. Sio rahisi kuomba nyumba self container. Kila kitu, alafu nikalala madhabahuni tunaishi hapo. Unaacha kila kitu. Sio rahisi. Sina deni. Hakuna benki inaweza inamdai. Hakuna mwananchi anaweza kusema kutoka sasa hivi asema namdai Askofu Mumbeki. Kama yuko na kwenye TV, mumwambie haje. Ayupa naye ni dai. Kwa hiyo unaweza kuona namna ambavyo Mungu anaweza kufanya maisha yako baadaye kuwa kitu kingine kizuri. Usiangalie unapita wapi. Usiangalie kuna nini mbele yako. Haibu angeangalia singeona wokovu, singeona watoto wazuri, singeona ile mfugo. Yule mwana mpotevu angeendelea na dhambi, asingerudi kwa baba yake, hakuna nafasi. Angeendelea na nguruwe. Na nguruwe zenyewe zikaanza kumchukia, maana kula chakula chao. Na zenyewe zingeweka mgongo. Kuli leo. Maisha yalikuwa ni zigzag. Yule aliyemtafutia ajira hamuoni tena. Watu wazuri wamemkimbia. Mstari mmoja tu ambao nataka ushike, ule wa 17. Kanisomea huo. Alipozingatia moyoni mwake. Luka 15:17. Alipozingatia moyoni mwake alisema, ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula na kusaza, na mimi hapa nakufa kwa njaa. Nitaondoka
nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia Baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele zako. Sikiliza hiyo toba. Sistahili kuitwa mwana wako tena. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Angalia toba hiyo. Funika Biblia kila mmoja. Angalia mstari huu. Wakati namalizia. Wewe funika Biblia yako. Nikiendelea tutatoka hapo. Tunaweza kulala hapo mpaka kukacha, tuko hapo. Nikikaa hapo mstari huo tunaweza kukacha mpaka asubuhi, tuko hapo. Na Mungu akaleta mafunuo ya kutosha hapo. Lakini angalia huyu mtoto. Tunatafuta toba ilimpa nini? Ngoja kuendelea huko mbele tufundishe. Toba ilimpa nini? Viatu vilikuwa wapi? Nguo zilikuwa wapi? Pete zilikuwa wapi? Sherehe ilikuwa. Yaani toba inasababisha sherehe iandaliwe. Ajui cha mchango, ajui cha nini, ajui cha mkakati, ajui cha nini. Watu wanakuja kwenye ile sherehe. Haijalishi. Na Biblia inaniambia hakuna aliyemwambia Bwana pesa ziko wapi. Baba yake haulizi pesa zilienda wapi. Haulizi. Na wale majirani hawaulizi. Ukifanya vizuri hakuna atakaye kuuliza mbona ulikuwa mzinzi. Ndio. Ukifanya vizuri hakuna atakaye kuuliza baba. Ukifanya vizuri hakuna atakaye mbona ulikuwa mchawi. Ukifanya vizuri hakuna atakaye uji mambo yako. Maana vitu vyote vimekaa kwenye kiti cha enzi. Amina. Kila mmoja anakutazama kukubariki. Amina. Yaani maisha mnayoishi nisijui. Lakini naweza kusema maisha yanayoishi wa Kristo wengi sio tulioishi. Mimi siombi pesa. Umenielewa? Kanisa wanajua siombi pesa. Wewe unaweza kupika ukatangaza vitu vinavyogharimu milioni 15. Nikamwambia nilipika nikasema hivi. Ndani ya miezi mitatu hapo tutakuwa jengo hili limeisha, tunaingiza umeme, tunafunga upya, tunafunga kila kitu venue, kila kitu vipya. Napozungumza hapa umeshamalizana na hivyo vitu. Na niliwaambia shirika sichangishi. Sitakuchangisha wewe. Kama Mungu atakugusa tuonane ofisini. Hii biashara kuchangisha hivi. Ngombe wewe unajengaje nyumba ya bilioni 50-60 ulipeleka harambee wapi? Mna wachungaji wako hivi mnao. Harambee alichangisha wapi? Nyumba mpaka bilioni 100. Alichangisha harambee wapi? Sasa mimi nafanyaje harambee kwenye kazi ya Mungu? Unasubiri wakuletea harambee kwenye kazi ya Mungu? Hapa ni makosa mnayofanya. Unasubiri harambee. Yaani unasubiri harambee. Mchungaji hapa atoe jasho, kumua kinanda atoe jasho, aweke na mafundisho, na saa nyingine mchungaji mchini, alete mtu kutoka wapi wafundishe. Inatoka wapi? Inatoka wapi? Wakati mwenye mali asema fedha na sababu ni mali yako. Mwenye mali ana mitaji yote. Unaleta harambee wapi? No, mimi kweli sana kwangu utaona harambee. Haipo. Na tuko kila kitu. Ndio tunaanza sasa hivi. Tunaanza kuzindua gari la 3 ambalo limeleta watu, gari la 3. Angalia kwenye miezi mingi gari 3. Hii inatoka kuna hii na mwaga watu kanisani. Nimetoka kwenye kiwango hicho, nimwambia sasa tumemaliza. Tunaenda kuweka friji kule nyuma. Hivi msije mkabiga ndio ya kwangu wachungaji. Hivi ndio yako. Hii ni iko ina gharama. Na wewe sije ukasema ngoja niende niamie kule. Nauli itakutoa jasho kuja kwetu. Nikasema sasa tunataka kumuonyesha Mungu wetu ni wa pekee. Tumemaliza. Kule kama nyuma kweli tunaweka tunaanza sasa. Tunaenda kuweka friji kule nyuma kubwa na kule nyuma kubwa. Hiyo inamwaga soda, inapakiwa soda, nyingine inapakia maji. Alafu huko injili inapita, wanakuuliza unataka kinywaji gani? Kinywaji gani? Bara tuna zabi na miguri tunaenda. Na sasa sio kwenda tumetoka jana ndio nimewaletea habari. Amen. Nini tunafanya? Mlevi mmoja anapata mshahara wake ni mwalimu, anautabikia mwezi mzima. Huyu ni mlinzi anautabikia. Na huyu ni mnaye anafanya biashara anautabikia. Akienda kwenye baa aoni gharama hizo, anatoa kama 200, anawaambia watu tupe kama tulivyo.
ananywesha walevi, maana mbinguni hawaendi, lakini wanapeana. Tupe kama tulivyo. Sasa nikamwambia, kwa nini na sisi kanisani tusifanye kama tulivyo? Tunataka watu wajue Mungu. Baba Askofu amesema, mimi ndiye Mungu nikipale nguvu za kupata utajiri. Kwa nini tunayumba? Hizo soda zitakiwa kununuliwa na mimi. Mimi nasema naanzisha. Piridi nitanunua mimi, sichangishi. Na soda nitaanzisha mwezi mmoja. Lakini baada ya mwezi mtakuwa mmeelewa. Siendelei kuleta. Kama mtaleta mwende nilete wengine. Haleluya. Nini kinatokea? Nini kinatokea? Kwani soda kereti watu 500 wanakunywa kereti ngapi? Kila kereti 12. Kereti 22. Kereti 22. Zinanunua laki ngapi? Sasa. Unaonaje? Sasa watu kama una watu hapa wamejaa. Ninyi mna maduka. Unakuwa na kigugumizi kutoka laki. Ukitoa kwenye laki unaanza kukemea katika jina la Yesu. Shindiro. Wewe utashindwa roho ishindwe. Yaani sikiliza. Kama nitapata nafasi nitawafundisha. Sadaka yako inakupa nafasi gani? Soda. Wakinywa watu wao wote kwenye ibada, wewe umewanyesha soda na maji. Umeongeza wana maombi wangapi? Mimi ndio naishi na ndio ninavyopata pesa. Mimi sina mfadhili kutoka nje. Napata pesa kwa njia hiyo. Maana nawekeza kwenye mioyo, naongeza watu wananiombea. Unaonaje wewe Jumapili? Kama unafikiri nakutania, mjaribu mchungaji Joas. Kwa Bwana Jumapili ndio hapa soda. Usitangaze. Mwambie, ukitangaza watakuja wengi kuzidi idadi yako. Wewe achilia tu. Alafu muone Baba Askofu mwambie wewe. Tutatoa kinywaji. Uone wana maombi. Uone kiwango utakachoongeza kwenye mapato yako. Sasa umeomba peke yako, tatizo liondoke, ni mlima. Na sasa yeye anasema mambo mengine yaondoke, kufunga na kuomba. Hujui kufunga na kuomba. Dhambi kisha ingia kwenye maisha inakula kila kitu nimekwambia ni faida. Na hivi vizuri ninavitoa, hivi vizuri. Na mwingine ameshasema, tulikuwa tumeanza vizuri, ameanza vibaya. Nakwambia utulie na kuandaa. Maana yake ni nataka uelewe, maana mpotevu alipoteza kila kitu. Pesa mnazigangana nazo zitapotea. Kama unafikiri muuliza hivi, walipoteza kila kitu. Watu wanagangana na vitu ambavyo sio vya kwao. Kubali kupoteza. Maana mpotevu alipoteza pesa, lakini akarudisha toba. Angalia toba inachofanya. Angalia toba inavyomrudishia nafasi. Mimi hebu angalia, nataka uangalia watu wawili. Umwangalia Ayubu na mwana mpotevu. Angalia watu wawili. Unanielewa watu wa Mungu? Angalia watu wangapi? Wawili. Angalia Ayubu amepoteza kila kitu. Kama Yesu huyu tunayemwabudu angelikuwa ni mwizi, angelikuwa ni mwongo, ungemwambia Ayubu, Bwana, kama akumrudishia Ayubu na mimi sina haja kumfuata. Kama Mungu ni Ayubu, mimi sina haja kumfuata. Lakini angalia Ayubu anapoteza kila kitu, lakini Mungu anampa mwisho mwema. Tena wenye heshima. Ile neno tubu. Angalia mwana mpotevu amepoteza kila kitu. Ajira na nguo, suti alikuwa nazo, hakuna naye mpokea mtu mjini kama ana suti. Kama unafikiri ndani anaenda kapita kama atakupokea. Lakini kisha piga suti kama hiyo, wanakuwa na vitu mbaya huko. Ukipanda kwenye basi, umevaa suti nzuri. Watu wanatoka kwenye viti, karibu mheshimiwa. Na wewe unaiondesha katika chini. Wewe iko mbele. Lakini kwa nguo hizo ambazo hakuna, hata kama una cheo chako hapo alipoteza kila kitu. Lakini Biblia inasema alipozingatia moyoni mwake, alisema ni watumishi wangapi baba yangu niko tayari kurudi. Nataka
semina hii, usiniambie nilipoteza mke, nilipoteza mashamba. Usiniambie nimepoteza huduma, nimepoteza watoto. Wako hapa madhabahuni. Usiniambie nimepoteza afya, iko hapa. Haleluya. Siwezi kumaliza semina hii bado kuna mgonjwa. Hiyo ili andiko linatoka wapi? Hapo mgonjwa yao. Mungekuwa na nini tungewarushia Jumapili hii. Watu wamekuja na magongo pale. Nadhani ngoja tutajitahidi tuone. Jumapili ya jana na magongo wameacha hapo. Furaha iliyotokea kile mmoja mama alisoma magongo hapa. Nilikuwa na raki yangu mfukoni. Nikaona huyu muujiza huwezi kwenda kule. Nikampa raki ya kwa maana shetani alimchezea siku ni. Nikampa raki hapo na 10,000. Nenda kale hapo kalale huko choo. Raki nzima na 10,000. Muujiza. Acha magongo. Katembea. Kama unafikiri na kudanganya, nenda kaandike kwenye Facebook. Andika Bishop Mombekoni. Na kwenye WhatsApp iko. Kacha magongo kutembea. Sio vya juzi, vya miaka, vya jana. Usinieleze umepitia nini? Usiniambie kuna ukuta kiasi gani? Usiniambie Yesu alishanisaidia Simoni. Yuko hapa tauni ameshaingia hapa. Alafu gharama za kumleta sio za kwako. Ndio. Gharama sio za kwako. Gharama za kuvua sio za kwako. Gharama ni zetu sisi ambao tumekwambia tuna maombi ya miezi 6. Gharama ni za mchungaji ambaye amejenga madhabahu. Yeye anakuja toba imeshakuwepo na wewe connect mviro nje wako hapo. Jiconnect yako baba, tumekuja. Tuna dhambi, tumekosea. Tukishamaliza hapo, Biblia inasema alikuja kuziharibu kazi za injilisti. Kazi ya shetani zitaharibiwa, magonjwa yataharibiwa, madeni yataharibiwa, utasa utaharibiwa, mateso yataharibiwa, watarudi. Furaha itakuwa juu ya vichwa vyao. Wataimba, wanarudi kule Karagwe. Wataimba, wanarudi Shinyanga. Wataimba, wanarudi Bugabo. Watarudi Mkwenda. Wataimba. Malizaje semina. Halafu na madeni yasiyolipika. Uone kwamba kibaya hajafika mbali. Unajua tatizo ni kwamba Mungu unajua mimi sijafanya hivi. Umenisingizia. Wewe ni nani? Kama